Mimi natangaza leo nikiwa hapa Kajiado. Lakini maneno ni haya. Mimi mnajua ni mtoto wenu. Jina yangu ni Ole Kasi. Msikuwe na wasiwasi. Wacha ripoti tolewe. Headline iandikwe. Ole Kasi kwa sababu Wakikuyu ulimi wao ni mzito wanasema Rigathi. Lakini Wamasai kwa sababu ulimi yao ni nyepesi wanasema Ole Kasi. Ole Kasi hako nyumbani, hako nyumbani. Marko 10:40 mstari wa 46 inasema Bartimaeus. Mimi nimeshangaa. Nimeona William Ruto analia machozi nyumbani pale Bomet. Heshima itakuja vile unakuja. Amekataliwa na Wakenya wote, amerudi nyumbani. Lakini baada ya kuponywa na Yesu ikatokea debate. Ikatokea mjadala kama hii tu ya magazeti hii. Amerudi nyumbani akiwa na aibu. Watu wanamsikiza pale wanauliza, kwani ulienda wapi? Unakujaga tu hapa kanisa na matanga? Mbona unakuja na machozi? Msikuwe na wasiwasi. Anaongea kinyumbani kikalea na lia. Sasa nitafanya nini? Kenya, kujeni niwapatie story ya Bomet vile kulikuwa wakati rais alikuwa huko. Oh yes. Watu wengi walikuwa nauliza Pato ako wapi atuambie vile rais anasema na hiki Kalenjin. Continue. Wacheni sasa niwaambie mambo ilikuwa moto. Really? Watu wa Tutam, hata nyinyi msitoke hapa. Nataka mniambie kama sio hivyo alikuwa anasema. Prove me wrong kama sio hivyo alikuwa anasema. Alikuwa anasema jamii yake ya Wakalenjin kama mimi Pato, na yule mwingine Korir, na yule mwingine Langat, na yule mwingine Chepkemoi, na yule mwingine hivyo. Wale Wakale wanalia Ni one time. Kwa sababu hana numbers. Na niye mwenyewe alisema hana numbers. Sasa kila mtu ajipange na kazi yake. William Ruto abandoned his people, the Kalenjin, when he abandoned the rest of Kenya. Hiyo ni kukosa akili. What William Ruto has done is what everybody should do. Nakumbuka mimi wakati tulikuwa KANU na mzee Moi. Heshima itakuja vile unakuja. Tulifanya kazi na mzee Moi na tukapiga campaign ile ya machungwa, na mnajua tulikuwa pamoja na nyinyi na tukashinda. Na mzee Moi hakutishwa na Kibaki, alikuwa anazunguka na sisi akipiga siasa na kueleza wananchi ni kwa nini hiyo katiba ilikuwa mbaya. Ukikuja vibaya sisi tunakuokota. Mzee Moi aliingiana na sisi kama KANU na tukaembea kila kona ya Marsabit na tuhakikisha ya kwamba tukashinda hiyo viti na KANU tukishindana na hakuna mtu aliuliza. Rais Moi alikuachia chama ya KANU, the biggest political party in Kenya. Ukavunja mpaka ikaisha. Mimi nikiongea maneno 2-3 naambiwa wewe umeritaya kwenda nyumbani. Kama kazi yako ni kuchochea fitina na uchochezi katika taifa letu, utapatana na sisi. Mimi kwa ukweli siko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu. Nina haki ya kusimama na chama changu. Nina haki ya kutetea chama changu. Mimi hakuna kiti yeyote mimi natafuta. Ukikuja vibaya sisi tunakuokota. Hatuwezi kukubembeleza. Mimi ni mwanachama wa Jubilee kwa hali, kwa mali, kwa damu. William Ruto alikujengea Jubilee. By 2017, it was the largest political party ever assembled in Kenya. Kufikia 2022 ulikuwa umeua mpaka imeisha. Wewe mwenyewe ndio unavunja machama chako. Sababu hii Nairobi watu wameleta siasa ya fitina. Nimeona huyu mzee anaitwa Atwoli. Don't tell me. Don't tell me. Mzee amepotea kabisa. But if the constitution is amended now, Uhuru will be free to vie for presidency again. And I can tell you for free, cannot defeat William Ruto. Ati ni siku ya wafanyikazi. Kuliko atetee wafanyikazi anasema ati tutam. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Lakini uzuri ni kwamba historia ya Kenya, mtu yeyote ambaye ameungwa mkono na Atwoli na Junet Mohamed anaangukanga. Hawa wa Kenya unasikia ground ni mbaya. Hapa ground hapana mzuri. Ruto must go.
na sio wewe, sio ground ni mbaya. Huyo anayesema ground ni mbaya mwenyewe hana ground. Kwa hivyo William Ruto ataanguka na ataenda nyumbani. Na tuna watu sio nyuma tu bure, tuko na watu sisi. Kwa hivyo sisi tunashukuru ya kwamba Atwoli anaunga William Ruto mkono, kwa sababu Atwoli akikunga yeye mkono lazima ufanye nini? Ndio tutasema sisi ndio tutasema. Kama utatusikiza wewe mshanzi sana.